want to appreciate the living God Nataka kumshukuru Mungu aishie for gathering us again together. kwa kutukusanya mara tena. And it is not for nothing that he has brought us together again. Sio kwa bure ya kwamba ametuleta pamoja tena. He has a purpose to fulfill in our lives. Ana makusudi ya kutimiliza maishani mwetu. Let us be set before him. Wacha tuwe tayari mbele zake. Sit expectant. Kaa ukiwa na matarajio. I give praise and adoration to the living God. Nampatia Mungu sifa na adhama zote. I want to declare that this is a special service. Nataka kutangaza ya kwamba hii ni ibada speciali. Receive this special service. Pokea hii ibada speciali. Receive the special service of the living Pokea God. hii ibada speciali ya Mungu. Why do I say that? Mbona niseme hivyo? Our parents are in the house. Wazazi wetu wamo kwenye nyumba. And I know and I understand something new is going to happen here. Naamini na natarajia kwamba kitu kipya kinaenda kutendeka hapa. What you have been expecting for years, Kila ambacho umekuwa ukitarajia kwa miaka, you are going to receive it. unaenda kukipokea. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. I want to appreciate God for our dad, Nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya babetu together with your mom. pamoja na mama. You have come to your children who have been expecting you. Mmekuja kwa watoto wenu ambao wamekuwa wakiwatarajia. I can say we have missed you for some time. Naweza sema tumewakosa kwa muda. And now we are filled. Na sasa tumejazwa. And we are expectant. Na tuna matarajio. We are receiving something new. Tunapokea kitu kipya. From the heart of our parents. Kutoka kwa moyo wa babetu. Wazazi wetu. This is the day. Hii ndio siku That the Lord has made. ambayo Mungu ameifanya. That we may be glad. Ya kwamba tufurahie. And delight in it. Na tushangilie ndani mwake. Where are the people who can be glad and delight in the Lord? Ni wapi watu wanaweza kufurahia na kushangilia katika Bwana? Where are the people who have been expecting the parents to come? Watu ambao wanafurahia uwepo wa wazazi wetu. You would have stood up to see something. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hey, that is how we welcome our parents. Hivyo ndivyo tunakaribisha wazazi wetu. They are not cheap. Hao sio watu hivi hivi. Very expensive. Hao ni watu wa udhamana. In the Lord. Bwana Yesu asifiwe. In the Lord. Katika Bwana. I want to continue and say. Nataka kuendelea na kusema. Our parents. Wazazi wetu. From the time you left us. Tangu mtuache. And up to this time. Mpaka sasa. This is the way we are. Hivi ndivyo tulivyo. There is nothing we can explain. Hakuna tunachoweza kuelezea. Nothing we can exaggerate. Hakuna tunachoweza kuongezea. But this is the way we are. Lakini hivi ndivyo tulivyo. The way we loved you from the first day. Jinsi tulivyowapenda tangu mwanzo. We still love you. Ndivyo tunavyowapenda. The love of God. Kwa upendo wa Mungu. Now can you release that love before they come to Achilia upendo huo kabla waje kunena nasi. I cannot forget the ministers who have accompanied our parents. Siwezi kusahau wahuduma ambao wameambatana na wazazi wetu. We really appreciate you. Tunawadhamini sana. To keep our parents warm. Kuweza kuwatia wazazi wetu joto. And make a step of coming to Kimilili. Na kuchukua hatua ya kuja Kimilili. This is Kimilili. Hii ndiyo Kimilili. This is the way we are. Hivi ndivyo tulivyo. And we love visitors. Na tunapenda wageni. You are loved of us. Mmependwa nasi. Receive our love. Pokea upendo wetu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Now be set and be ready. Kwa hivyo jiandae na uwe tayari. If you are still sitting down. Kama bado umeketi. Can I say who bewitched you? Naweza sema nani alikuroga? Be ready to receive. Kuwa tayari kupokea. Without wasting any time. Pasipo kupoteza muda wowote. To receive our parents. Kupokea wazazi wetu. To come and share the love of God. Kuja kushiriki upendo wa Mungu. And to us. Now
tunachukua nafasi hii kupokea wazazi wetu, our parents on the altar. wazazi wetu kwenye madhabahu. You are welcome. Na ye pia alikuwa amewamisi sana. Akakataa, nasema Bishop wewe kuniacha nyumbani leo tunaenda. Sasa huyu ni mama yenu, msikilize kabla sijawapa neno. Karibu sana. Bwana asifiwe Kimiriri. Nimewamisi sana. Niliposikia tutaenda Kimiriri, nikaanza kujaa furaha ya kuwa ninakuja kuwaona. Nimewamisi. Lakini ningeweza kusema ya kuwa sisi tunaendelea mzuri. Tunaendelea na injili ya Yesu popote. Na ningeweza kusema ya kuwa siku hii ni siku nzuri hata nasi kuwa hapa Kimiriri ili tubarikiwe na nyinyi. Sisi tunawabariki tu. Tubarikiwe na nyinyi. Hata kukuona tu hivi ninasikia kama naweza kumbatia kila mtu. Lakini kwa sababu tumekuja wakati huu kwa makusudi, ningeweza kusema ya kuwa sitakuwa na mambo mengi. Lakini tunawapenda. Tumekuwa tukiwaombea watu wa Kimiriri. Tunawakumbuka kila wakati katika maombi yetu. Na ningeweza kusema ya kuwa tukisikia tu Kimiriri tu mtu akitaja, tunakumbuka hapa. Tunajua hapa hata mtu yote akisema natoka Kimiriri, sisi tunaona hii Kimiriri yetu. Kwa hivyo tunaona Kimiriri. Mtu akisema tunatoka Kimiriri, akili naenda Kimiriri hapa si huko, ni Kimiriri hapa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunawapenda, tumekuwa tukiwaombea. Na ningeweza kusema Reverend Rose, asante kwa kazi nzuri ambayo umedumisha pamoja na watumishi wa Mungu wote ambaye mnaenda pamoja nao. Na huyu mtumishi wa Mungu ni mtu mkuu. Hata shetani akimchezea hataweza. Ni kwa sababu tuko nyuma yake. Nyinyi mko nyuma yake. Kwa hivyo kila chochote kinatendeka Kimiriri kizuri ni kwa sababu amekubali kuwa chombo. Na kwa sababu amekubali kuwa chombo, sisi tunamshikilia kwa maombi yetu, tunamshikilia katika kila hali, na ndipo naona huyu ni wa kwenda mbali. Si hapa. Mtu asiseme ule mwanamke. Huyu ni mtumishi wa Mungu mkuu sana. Kwa sababu tangu aingie Kibilini na akubali kutumiwa na Bwana, tumeona mabadiliko. Nimeona vijana wakiokoka, vijana wakiwa wahuduma, na wanaume kwa wanawake wakibadilika. Ndoa zikibadilika. Akikupa tu neno moja kama umevunjika moyo, huyu mtumishi wa Mungu namjua. Unasikia ni kama dawa. Dawa ambaye inakuja kuponya moyo. Bwana asifiwe. Nasi mimi na Bishop tumekuwa tukiwaombea, na kanisa la Bungoma pia. Kama tungesema tu tunaenda Kimiriri nani yako karibu, na kuambia tungekuwa double kuliko vile tulivyo. Lakini tulijificha tukachomoka na Bishop na wale wachache walio hapa. Na ninajua hapa ni mahali palipo na moto kwa sababu Yesu ameonekana. Tumekuwa tukiwaombea, tumekuwa tukiwafikiria, na ninajua nyinyi ni watu wa kwenda mbali. Shetani hakuna mtu ambaye ataguza. Akiguza tunaamuka wote na anaenda mbali. Bwana asifiwe. Vijana kwa wanaume, wamama, tunaenda mbele. Ningeweza kusema ya kuwa Bwana awabariki sana kwa kuwa mahali hapa na kuweza hata nasi kutuombea. Kwa sababu hata nasi mnapotuombea tunaenda mbali. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningeweza kusema sitaki ninene mengi kwa sababu ninajua wakati huu ni wakati wa neno, na pia hatuna muda mrefu hapa. Bwana awabariki sana. Karibu Bishop. Mmepokea upendo wa mama yenu. Asante. Ninaomba tuketi tafadhali.
Thank you so much. Asante sana. I also congratulate you and celebrate you Pia nawapa pongezi na hongera pia to take a step and go online. kuchukua hatua na kwenda mtandaoni. Congratulations. Pongezi. People are watching and hearing the gospel right here in Kimilili. What a Watu blessing. wanatazama na kupata injili kutoka hapa Kimilili. So not only number 1 TV but also online they can see us. Si number 1 TV pekee lakini pia mtandaoni wanaweza tupata. Also I congratulate you for continuing to construct this church facility in Kimilili. Pia nawapa hongera kwa kuendelea kujenga kanisa hili hapa Kimilili. Thank you for your financial support. Asante kwa kutuunga mkono kifedha. Thank you for your devotion and concentration to make sure that the work of God is established in this city. Asante kwa kumakinika na kujitoa kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inazimikwa hapa Kimilili. I would like to read a scripture from the book of Obadiah. Ningependa kusoma andiko kutoka katika kitabu cha Obadia. If you are able to find the book of Obadiah, please Kama do unaweza it for. pata hicho kitabu cha Obadia tafadhali. Let me give you time. Kupe muda. Amen. Amina. Thank you so much. Asante sana. The book of Obadiah. Kitabu cha Obadia. He was one of the prophets of Israel. Aliyotambulika katika Israeli na akajulikana kama mtu wa Mungu. And that's why what he saw and what he heard is documented for our learning. Ndio sababu kila alichokiona na kila alichokisikia kimenakiliwa kwa ajili ya kujifunza kwetu. It's a book which does not have chapters. That's why it's very difficult in the Bible to find where it's located. But if you can find the book of Amos, I see you trying to reach there. But if you are from Daniel, you move ahead, you'll see another book again. If you find Amos, now next is the book of Obadiah. So I'm trying to help you to find it. Locate it quickly. Thank you so much. Najaribu kukusaidia uipate kwa haraka. Amen. So relax and hear what God is saying to us this morning. Tulia na usikie kila ambacho Mungu anatuambia asubuhi hii. It is a direct interpretation. Ni tafsiri ya moja kwa moja. It's verse 17. But upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possession. Bali katika mlima wa Zayuni watakuweko wenye kuokoka, na nao utakuwa mtakatifu, na nyumba ya Yakobo watamiliki milki zao. Bwana Yesu asifiwe. Can you read it again? If you can pick it from my English version, it's saying, but upon Mount Zion bali juu ya mlima Zayuni shall be deliverance, kutakuweko na ukombozi, and there shall be holiness, na kutakuwepo na utakatifu, and the house of Jacob shall possess their possession. na nyumba ya Yakobo watamiliki milki zao. This morning I want to share with you a message that touches our salvation. Asubuhi hii ningependa kushiriki nanyi ujumbe unaoguza wokovu wetu. So the title will be The Mountain of Our Salvation. Basi kichwa chake itakuwa mlima wa wokovu wetu. Reflecting on what God has made possible for us to access things that were not easy to access them by human means. Tukifikiria kuhusu vile Mungu amesababisha sisi tuweze kufikia vitu vile ambavyo hatungeweza kufikia kwa nguvu za wanadamu. And he has done these things through Christ Jesus our Savior. Na amefanya vitu hivi kupitia Kristo mwokozi wetu. Salvation is not just a matter of saying I'm saved. Wokovu si jambo tu la kusema nimeokoka. Salvation is the finished work of Christ for every child of God. Wokovu ni kazi iliyomalizwa naye Kristo kwa ajili ya wana wote wa Mungu. And it's made
available for each one of us to access. Na imefanyika kwetu sisi kila mmoja wetu tuweze kuifikiria. Nobody is left behind. Hakuna mtu aliyeachwa nyuma. Nobody is rejected. Hakuna aliyekataliwa. That he cannot access the things that God has made possible for his children. Kiasi kwamba hawezi fikiria vitu vile ambavyo Mungu amevifanya vipatikane kwa wanawe. That's why this morning, ndio sababu asubuhi hii, I'm giving this title for your understanding. Napeana ujumbe huu kwa ajili ya kufahamu kwako. That there is a mountain called Mount Zion. Kwamba kuna mlima uitwayo mlima Zayuni. A mountain which has given us the significance of our salvation. Mlima ambao umetupa umaana wa wokovu wetu. So this Mount Zion, basi huu mlima Zayuni, it's naturally or literally exists. Kiasili upo. In the land of Israel. Katika nchi ya Israeli. In Jerusalem, katika Yerusalemi, there is a small hill. Kuna mlima mdogo. It's not like Mount Elgon. Si kama mlima wa Elgon. It's just a hill. Ni kijilima tu. That mountain or that hill, hicho kijilima, God called it, Mungu aliuita, that I own it. Kwamba mimi huu mlima ni wangu. Historically, kihistoria, when the Ark of the Covenant was given a place to stay, wakati sanduku la agano lilipeanwa likae mahali in Jerusalem, katika Yerusalemu, David chose it, Daudi aliichukua, that it will be inhabited in Mount Zion. Kwamba itapata makazi katika mlima Zayuni. So Zion is part of Jerusalem. Basi Sayuni ni sehemu ya Yerusalemu. In the language of Revelation, katika lugha ya ufunuo, we call it eschatology theologically. Inaitwa eschatology, yani the things of the end time issues. Vitu vya siku za mwisho. It is reported, imenakiliwa, that when Christ will come again, kwamba Kristo atakaporudi tena, he will step on this very mountain I'm talking about. Atasimama juu ya mlima huu ambao nanena kuhusu. What a blessing. This is a historical mountain. Huu ni mlima wa kihistoria. Mount Zion. Mlima Zayuni. Spiritually speaking, kunena kwa njia ya kiroho, Zion, yes, it is physically a mountain. Sayuni ni kweli ni mlima uliopo. But spiritually it signifies our salvation, the people of God. Lakini kiroho inamaanisha wokovu wetu ama watu wa Mungu. The salvation of God's people. Wokovu wa watu wa Mungu. The habitation of God. Makazi yake Mungu. So when you talk about Mount Zion, basi unaponena kuhusu mlima Zayuni, it's not literally just a mountain. Si mlima tu wa kiasili, but it's talking about people. Bali pia inanena kuhusu watu. And the finished work of Christ. Na kazi iliyomalizwa yake Kristo. So that you can see exactly, ili uweze kuona waziwazi, what it means. Kile inachomaanisha. So before I break down the three things I have mentioned, basi kabla sijawaletea vitu vitatu ambavyo nimevitaja, I want you to look at the book of Hebrews chapter 12 verses 22. Samahani, ni sura ya 12 mstari wa 22. The book of Hebrews chapter 12 verses 22. Kitabu cha Waibrania 12 mstari wa 22. It is telling us, inatuambia the significance of Mount Zion. Maana wa mlima Zayuni. Now, if I can read it, you can go ahead and read it, son. Bali ninyi mmeufikiria mlima Zayuni na muji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi. Repeat again, because I wanted to put it clearly so that everybody could understand what you are reading. Bali ninyi mmeufikiria mlima Zayuni na muji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi. The writer of the book of Hebrews is painting a picture for your understanding. Mwandishi wa kitabu cha Waibrania anapeana picha ya kufahamu kwako. And he's saying, na anasema, you have come to Mount Zion. Kwamba wewe umefika katika mlima Zayuni. In Christ Jesus, ndani ya Kristo Yesu, you have come to Mount Zion. Umekuja kwa mlima Zayuni. The finished work of Christ. Kazi iliyomalizwa yake Kristo.
the work of our salvation kazi ya wokovu wetu has enabled us imetuwezesha to access what God has made possible for all of us. kuweza kufikiria vitu ambavyo Mungu amevifanya vipatikane kwa This ajili is yetu. a mountain of our salvation. Huu ni mlima wa wokovu wetu. You have come to that mountain. Wewe umekuja katika mlima You huu. are right there if you are born again. Upo katika mlima huo kama umeokoka. You have reached Mount Zion. Umefika kwa mlima Zayuni. If you have reached to Mount Zion, Na kama umefika kwa mlima we have Zayuni, become a people of Mount Zion. tumefanyika watu wa mlima Zayuni. And he saying, Na anasema you are also have come wewe pia umekuja to the heavenly Jerusalem. katika Yerusalemu ya kimbingu. Now watch this. Basi tazama hii. Physically we have Jerusalem. Kiasili tuna Yerusalemu. It exists. Ipo hata And sasa. God himself claimed Jerusalem to be his city. Na Mungu mwenyewe akadai kwamba Yerusalemu ni mji wake. No other city on the planet Earth Hakuna mji mwingine katika sayari which God claimed the ownership. ambayo Mungu alidai umiliki He wake. did so to Jerusalem. Alifanya tu hivyo kwa Yerusalemu. He did the same to Mount Zion. Alifanya vivyo hivyo kwa mlima Zayuni. And he's saying, Na anasema you have come to innumerable company of angels. umekuja kwa kundi la maelfu nyingi ya malaika. Salvation has attracted so much that God's people have not comprehended it. Wokovu umevutia vitu vingi ambavyo watu wa Mungu hawajavifahamu It is bado. not a religion. Sio dini, It is the work of Christ. ni kazi ya Kristo. The world does not understand this language. Ulimwengu hauelewi When lugha we talk hii. about our salvation, they don't understand it. Tunapoongea kuhusu wokovu wetu They think hawaelewi. that you have moved to a Pende church. Wanafikiria umeingia tu kwa kanisa la Pende. No. La. Spiritually, you are somewhere. Kiroho umefika mahali. Spiritually, you have reached Mount Zion. Kiroho umefika katika mlima What does Zayuni. that mean? Hii yamaanisha nini? You have reached the place where the habitation of God is. Umefika mahali ambapo makazi ya Mungu yapo. You have reached the heavenly Jerusalem. Umefika katika Yerusalemu You ya are mbinguni. spiritually in the city that God has chosen. Kiroho umefika katika mji ambao Mungu amechagua. Innumerable company of angels. Kundi la maelfu wengi wa You are malaika. guarded. You are protected Umelindwa, by umesingirwa angelic beings. na malaika. That's why Ndiyo sababu you have to take serious about your salvation lazima umaanishe na wokovu wako in the person of Christ our Savior. katika utu wa Kristo mwokozi Now wetu. you get it? Basi sasa unaipata? Psalm 132. Zaburi 132. Look at Psalm 132. Still I'm laying the 132. foundation for you to understand your spiritual Zion. Bado naweka msingi ili uweze kuelewa maana ya kiroho Psalm ya 132 verse 13 says, Zaburi for the 132. Lord has chosen Zion. He has desired it for his habitation. You know, friends, this is powerful. Rafiki, hii ni ya nguvu. The habitation of God. Makazi ya Mungu. The Lord has allowed that through salvation, God has chosen a place where to dwell. Kupitia kwa wokovu Mungu amechagua mahali pa kukaa. In you. Ndani yako. In you. Ndani yako. In you. Ndani yako. You have become. Umefanyika. When he says you have come to Mount Zion, Anaposema umekuja katika he's mlima simply Zayuni, saying anasema you kwa have urahisi reached the habitation of kwamba God. umefikia makazi yake Mungu. Salvation is not something cheap. Wokovu si kitu cha rahisi. It's the precious gift of God. Ni kipawa cha Romans dhamana tells ya us Mungu. chapter 2 verse 18 out 8. He says, by faith are you saved. Kwamba kwa imani umeokolewa. It is the gift of God. Ni kipawa chake Mungu. You see, children of God, Mnaona wana wa Mungu. as I paint this picture, Ninapoleta picha I hii, want you to see nataka muone that you have come to Mount kwamba Zion. mmefikiria mlima Zayuni. Through the salvation of Christ, Kupitia kwa wokovu wa you Kristo have come to a place umefika mahali where God dwells mahali ambapo Mungu anaishi in our salvation. ndani ya wokovu wetu. Amen. Amina. Now lay hands on your bosom here, just here. Basi jiwekelee mkono kwa tumbo lako. Sema nimefikia Zayuni.
nimefikia Zayuni. Kupitia kwa wokovu Kupitia kwa wokovu nimefanyika makazi ya kiungu. nimefanyika makazi ya kiungu. You see where you go. Unaona mahali unapoenda. I like the people who called their denomination Mount Zion. Napenda watu wanaoita Hopefully dini they yao mlima understand what Zayuni. they are talking about. Laiti wangeelewa kila I ambacho want you, when you wanakiongea. leave this house, Nataka ukitoka hapa be aware lazima ufahamu that you are carrying Mount Zion with you. kwamba unabeba mlima Zayuni na You are wewe. not cheap. Wewe si wa rahisi. And in the simplest way, Na katika njia ya urahisi you are carrying the finished work of Christ, unabeba kazi iliyomalizwa ya Kristo. the work of our salvation. Kazi ya wokovu wetu. Now, Sasa it is not complete haijakamilika bado until you realize the three things that Obadiah is talking about. hadi utambue hizi vitu ambavyo vitatu ambavyo Obadia ananena kuhusu. Can we go back to the book of Je, Obadiah? tunaweza rudi katika kitabu cha Obadia? I closed it, so I have to look for it. Where are you? Niliifunga, basi lazima niitafute. Praise the name of Jesus. Jina la Obadiah. Yesu lisifiwe. Come back. Yes, I got it. Now, Obadiah is telling us, Basi Obadia anatuambia God himself is talking. Mungu mwenyewe ananena. Our heavenly Father is speaking to all of us. Baba wetu wa mbingu ananena na He's kila mmoja speaking wetu. to you. Anakunenea. You people who dwell on Mount Zion. Ninyi watu mkaao katika mlima The Zayuni. people who have reached Mount Zion. Watu ambao umefika kwa mlima Zayuni. You have to realize these three things. Lazima utambue hizi vitu vitatu. Number one, Cha kwanza, deliverance. ukombozi. Number two, Ya pili, holiness. utakatifu. Number three, Ya tatu, possession. kumiliki. Can you join me at mention those three things that we are being given in the finished work of Christ? Number one, deliverance. Number two, holiness. Number three, possession. Let's go back again. Number one, deliverance. Number two, number three, praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. Can we repeat them in Swahili? Do we Tunaweza have sirudia katika Kiswahili. Ya kwanza inaitwa ukombozi. Ya pili inaitwa utakatifu. Ya tatu inaitwa kumiliki. these things are not found anywhere else. Hizi vitu havipatikani mahali kwingine. They are found on Mount Zion. Zinapatikana katika mlima Zayuni. Who is the carrier of Mount Zion? Nani abebaye mlima Zayuni? Where is he? Show me that person. Nionyeshe huyo The mtu. person who is carrying Mount Zion. Mtu anayebeba mlima Zayuni. If you know that you are the carrier, Kama unajua wewe you ndiye are that unayebeba. Wewe habitation, ndiye hayo makazi. bas, you know what you are talking about. Ndipo unajua basi kila ambacho ananena kuhusu. And God, in his mercy, Na Mungu katika rehema in zake, his generosity, katika ugarimu wake, he is giving three things to the children of God anapeana vitu vitatu kwa wana wa who Mungu. dwell on Mount Zion, Wanaokaa katika mlima the Zayuni. habitation of God. Makazi yake Mungu. These three things, Hizi vitu now vitatu. allow me to highlight them. Basi niruhusu niweze kuvichambua. Upon Mount Zion, Juu ya mlima Zayuni there shall be deliverance. kutakuwepo na ukombozi. Thank you, Father, for deliverance. Asante Baba kwa wokovu. Children of God, Wana wa Mungu, deliverance is found on Mount Zion. ukombozi unapatikana katika mlima You Zayuni. didn't hear what I'm saying. Haukusikia nilichokisema. Deliverance is found from Mount Zion. Ukombozi unapatikana katika mlima Zayuni. What is deliverance? Ukombozi ni nini? Deliverance is to be rescued, Ukombozi ni kuweza kunanuliwa, to be saved. kuweza kuokolewa, You be delivered, unakombolewa, to be removed from danger. kuondolewa kwa hatari. You see, Unaona? God is concerned about the people who dwell on Mount Zion, the significance of our salvation. Mungu anawajibika na watu wanaokaa katika mlima Zayuni, maana ya wokovu wetu. And he's saying, Anasema through Christ Jesus, kupitia Kristo Yesu deliverance is available to them. ukombozi unapatikana leo. Deliverance is theirs. Ukombozi ni wao. Who is the deliverer? Nani anayewakomboa? The deliverer is Christ himself. Ukombozi ni Kristo mwenyewe. He is the deliverer. Yeye ndiye anayekomboa. His name signifies deliverance. Jina lake linamaanisha You ukombozi. shall call his name Jesus. Utamuita jina lake Yesu.
or Joshua, ama Yeshua, meaning inayomaanisha salvation, wokovu, deliverance, ukombozi, healing. uponyaji. Oh my God, somebody must get this. Mtu lazima apate. Who is the deliverer? Nani anayekomboa? Jesus Christ is the deliverer. Yesu Kristo ndiye anayekomboa. God the Father is announcing, Mungu Baba upon anatangaza this mountain kwamba juu ya mlima huu there must be deliverance. lazima kuwepo na ukombozi. Deliverance belongs to his children. Ukombozi ni wa wanawe. They have to be rescued. Lazima They waokolewe. have to be saved. Lazima waokolewe. They have to be healed. Lazima waponywe. They have to be protected. Lazima walindwe. Oh, friend, Rafiki, I wish you saw this. laiti ungeona hii. Why? Kwa nini? Jesus is the deliverer. Yesu ndiye mkombozi. Let me show you one of the instances of Christ. Hebu niwaonyeshe moja ya matukio yake Kristo. He saw a man, Alimuona mtu, his legs twisted, miguu yake imepindwa and the body na mwili wake is so how do you call it? So affected with the sickness. na mwili wake umeathiriwa na magonjwa. And it was a Sabbath day. Na ilikuwa siku ya Sabato. And he spoke to the man. Na akamnenea huyo mtu. And he said, Akasema, be made whole. nawe upone. And it was a Sabbath Na day. ilikuwa siku ya Sabato. He told him, Akamwambia, you are made whole. umeponywa. And the Jews were mad. Na Wayahudi wakakasirika. And they said, Na wakasema, how comes you are healing a person on Sabbath day? je, yatokeaje kwamba unamponya mtu siku ya Sabato? Don't you know that this is a Sabbath day? Je, wewe haujui hii ni siku ya Sabato? These are religious leaders Hawa ni viongozi wa dini who claim to be holding the law of Moses. wanaodai kushikilia sheria ya Musa. They are scholars. Wao ni wasomi, They understand the Torah. wanaelewa Tora, But lakini they did not understand hawakuweza the kuelewa mysteries of God with his people. siri za Mungu na watu wake. Jesus turned unto them and he said, Yesu akawakeukia na akasema, you hypocrites, ninyi watu, tell me, niambie, if your donkey will fall in the ditch on Sabbath day, kama punda wakataanguka kwa shimo siku ya Sabato, you will not remove and rescue it. je, hautamtoa na umuokoe? And they remembered, yeah, that is practical. Na wakakumbuka kwamba Yeah, we do that. And he said, na akasema tena, if you do care so much kama mnajali sana and break a Sabbath na uvunje siku ya Sabato because of rescuing kwa sababu ya kuokoa a donkey, punda, what about this child of Abraham? na je, kuhusu huyu mwana wa Ibrahimu? God cares for you. Mungu anakujali. God takes care of you. Mungu anakujali He wewe, wants you to be anakulinda. delivered from issues. Anataka He ukombolewe wants kwa to vitu. be rescued from circumstances. Anataka uokolewe kwa hali. He wants to set you free. Anataka kuweke huru. The devil is a thief. Ibilisi ni mwizi. He comes to steal. Yeye huja kuiba. He takes our health. Anachukua afya He yetu. takes our blessing. Anachukua baraka He zetu. enjoys when he see you crying. Anafurahia wewe unapolia. Jesus is our deliverer. Yesu ndiye mkombozi And he wetu. has come to rescue us. Na amekuja kutuokoa. Paul in the book of Ephesus. Paulo katika kitabu cha I believe Waefeso. I'm correct. If I'm wrong, help me. Naamini niko sawa, lakini He kama niko delivered us from the power of darkness and transferred us into the kingdom of his dear son. alitukomboa kutoka katika nguvu za giza na akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa I believe mwanawe. it's Colossians 1:13. I'm not very sure. Look for me and confirm for me. Pastor Hatet, look for me that scripture and confirm for me. I make sure that I'm correct. You see, children of God, Mnaona wana wa Mungu, deliverance is yours. No doubt. ukombozi ni wako. There is no need for you to be bound. Hakuna haja ya wewe kufungwa. There is no need for you to subdue
subject your life under sorcery and witchcraft. Hakuna maana ya wewe kuweka kutiisha maisha yako chini ya uchawi na There is no need and no room for you to allow people to spit on you and speak spells on your life. Hakuna haja kujiruhusu watu waweze kukutemea mate na kukutupia vitu and speak curses over your life. Anene laana and you live in fear. Na ukae katika you live in worries. Ukae katika wasiwasi. Because of what they say. Kwa sababu ya kile walichokifanya. Because of what they did. Kwa sababu ya kile walichokifanya. Not me. Sio mimi. Because I know where I belong. Kwa sababu najua mahali ninakokaa. Upon Mount Zion. Juu ya mlima wa Zayuni. They shall be. Utakuwa na. I don't hear you. They shall be. Utakuwa na. No sickness is allowed to dominate and rule over your body. Hakuna magonjwa yanaruhusiwa kukaa juu ya mwili wako. You have the right to say. Una haki ya kusema. Deliverance is mine. Ukombozi ni wangu. The rulers of darkness have no power over me. Watawala wa giza hawana nguvu juu yangu. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. I think I've given this testimony somewhere. Nafikiria nimewahi toa ushuhuda huu mahali. And maybe you have heard me talk about this. Na pengine umenisikia nikinena kuhusu hii. God is a deliverer. Mungu ni mkombozi. Jesus is a deliverer. Yesu ni mkombozi. You got it? Yeah, you got it. It's Colossians 1:13. I'm correct here. Wakolosai 1:13. You see, children of God. Mnaona wana wa Mungu. One day, siku moja, my fellow ministers, wahudumu wenzangu, wachungaji, schemed, walipanga how to put me into police custody. Jinsi ya kuniweka korokoroni. Simply that they heard kwa urahisi kwamba that I was traveling out of the country. Walikuwa wamesikia kwamba nasafiri kutoka nje ya nje. And they envied because to them going out you are going for money. Na wakaionea wivu kwa sababu kwao kuenda nje ya nchi ni kuendea pesa. So they wanted to spoil everything. Basi walitaka kuharibu kila kitu. So they schemed with the police officers. Basi walipanga na polisi. I'm glad that this church has a police officer who is born again. What a blessing. Nafurahia kwamba kanisa hili na police officer ambaye Are you here today? Je, uko hapa leo? She's not here today. Hayupo leo. Okay. I met her one day and there was that connection. I don't know why, but I told my driver stop. And I took a bottle of water. I just felt sympathy in my heart and took a bottle of water and handed over to her. And then she said, I'm a member of Kimilili Church. I said, look at this. Walikutana na askofu akachukua tu chupa ya maji akamupa na baadaye huyo akasema mimi. By the way, it was very hot. Kusema ukweli kulikuwa na joto. Praise the name of Jesus. Ni sawa yenye nawaambia. So these gentlemen, these pastors, hao wachungaji, they collided or they used the police officers. Walitumia afisa wa polisi. And I think they exchanged hands. I don't know. Nafikiri kuna vitu vilibadilishwa walipeana sijui. But lakini they had a plan that I should be arrested. Walikuwa na mpango kwamba nishikwe and miss my journey. Na nipoteze nafasi ya kusafiri. And every opportunity had to go. Na kila fursa ipotee. You know what happened? Unajua kilichofanyika? At night I received visions. Usiku nikapata jozi. And the first vision was a vision of a lion attacking me. Na jozi ya kwanza ilikuwa simba ananishambulia. And then in the vision I grabbed hold of the lion and killed it. Na katika jozi hii nikamshika huyo ya simba na nikamuua. And the dream did not stop there. Na ndoto hii haikuishia hapo. After killing a lion, baada ya kumuua simba, I saw a huge serpent. Nikamuona joka kubwa. Had never even physically I have never seen such a snake. Hata kiasili sijawahi ona joka wa I have seen big snakes, yes, but not like that one. Nimeona nyoka wakubwa lakini sijaona wa namna hiyo. It attacked me as well, ready to attack. Pia but this time lakini mara hii I released words. Niliachilia maneno, and the words that I spoke na maneno niliyoyanena carried the snake
ilibeba huyo joka and throw it away in the bush. na ikamtupa mbali msituni. And the fall was so loud. Na mwanguko wake ukawa na sauti kubwa. I woke up. Nikaamuka. I was sweating. Nilikuwa natoa jasho. I knew. Nikajua It's a spiritual warfare. ni vita vya kiroho. I knew. Nilijua This is not a joke. hii si rahisi. I turned what I saw in the vision into a practical exercise. Nikageuza kile nilichokiona katika ndoto kuwa kitu cha kutendea kazi. I began to speak against the devil. Nikaanza kumnenea ibilisi. You cannot attack me. Hawezi nishambulia. You cannot destroy my destiny. Huwezi haribu hatima yangu. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Demonic powers of destruction, Nguvu za I uharibifu. stand against you. Nakuja kinyume You have chenu. no power over my life. Hamuna nguvu juu ya maisha yangu. I cast you out of my way. Na kufukuza njiani mwangu. What next? Nini ilifuata? What's the opportunity to get out of the country? Kwa na fursa ya kutoka nje ya nchi. I went out. Nikatoka. Surprisingly, Ya kushangaza, on my arrival, nilipofika kule, I saw brothers and sisters from India, niliona ndugu na dada kutoka India, brothers from Nigeria, wengine kutoka Nigeria, South America, kutoka Marekani thousands and kusini, thousands maelfu of ya people. watu. And I noticed one of the pastors Na nikatambua from mmoja wa my wachungaji. society. And I saw him doing like this. Na nikamwona akifanya hivi. Waluya ni mnajua hii. Mkiona mtu akifanya namna hivi, nini imefanyika? Waluya si mnisaidie. Good. Yeah, ameshangaa. Naona tu nani pastor? Pastor anafanya namna hivi. Sema, ndugu Mayeku, umefika. Nikasema, kwani nimefanya makosa? Akasema Nikasema, sasa nieleze. Akasema, mimi nilikuwa kwa mkutano ikipangwa kwamba kila kitu chako kiharibike. Wewe unahitajikana uwe umeshikiliwa na polisi, huko unahitajikana uwe hapa. Kwa hivyo kwangu kukuona ni miujiza. Somebody is getting delivered from the power. Mtu anapata Somebody is getting out of the desires of your enemies. Raise up your hand. Sema, kwa jina la Yesu ninakombolewa kutoka kwa maadui zangu wanaonitafuta. Mipango zao zinaharibika katika jina la Yesu. Anza kujiombea saa hii. Anza. Jiombe. Don't take it lightly. Jiombe katika jina la Yesu. Wanaotafuta nifilisike, wanaotafuta nisifaulu, mipango zao zinaharibika, miteko zao zinavunjika. Ninafunguliwa katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Uchawi wao unaharibika, laana zao zinawarudia. Hey, somebody pray. Jiombe dada, jiombe ndugu. Usikubali jamii yake vamiwe. Usikubali. My God, people are praying for deliverance. In the name of Jesus, the Son of the living God. No weapon formed against you shall prosper. Jesus has come to deliver you. He has come to deliver you. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' name we pray. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amina. Do the same in your house. Fanya vivyo hivyo nyumbani kwako. Wengine watu hawataki business yake faulu, na wana consult ulimwengu sioonekana na macho. Hiyo ndoa yake si faulu, hiyo business yake si faulu. You are different. Wewe utofauti. God is assuring you deliverance. Mungu anakuhakikishia ukombozi. Deliverance is yours. Ukombozi ni wako. I say deliverance is yours. Nasema ukombozi ni wako. Colossians 1:13, don't forget it. 1:13. Deliverance is yours. Ukombozi ni wako. Obadiah 17, don't forget it. Obadiah 17. Deliverance is yours. Ukombozi ni wako. Now deliverance goes even deeper. Ukombozi unaingia hata katika vilindi.
it goes deep inside our spiritual life. Inaingia ndani ya maisha yetu ya kiroho. There are some addictions. Kuna vitu ambavyo There are some habits. kuna tabia fulani. Hata wakuombea hiyo vitu having'oki. Yani ni kana kwamba vimekwamia. So hii deliverance, usiseme hii nimeombewa na haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja Yesu akawaambia wanafunzi, akawauliza, wakasema, na kwa nini hii kitu hii ilikataa? Sisi tunajaribu kufukuza hii kitu haiendi. Ni nini? Akawaambia hivi, hii aina hii haitoki ila kwa kufunga na kuomba. Now, Yesu hakuwa anatufundisha kwamba kuna pepo zingine unazifungia ndio zitoke. Mnanisikia? Yesu hakuwa anatufundisha hivyo, kwamba pepo zingine lazima ufunge ndio zitoke. Alikuwa anatufundisha ile roho ya kutokuamini. Kwa maana ulikuwa umemuuliza, kwa nini sisi hatukufaulu? Jibu ni kwa sababu ya kutokuamini kwenu. So ili kuondoa hiyo roho ya kutokuamini, hiyo kutoamini inaondolewa kwa kufunga na kuomba. Mnanipata kweli? Ninaeleweka? Usifungie pepo ati hili nitalifungia, na Mungu ni wa huruma. Mungu ni wa huruma, atafanya tu, atatenda tu, yani kwa maana si hata Mungu atakufanyia, si kwa sababu ulifungia pepo. Anakujibu maombi yako kwa sababu umeweka imani yako kwake. So nataka tu niangazie kwako ya kwamba ukifunga fungo kijua imani yake na panda ili ukabiliane na vitu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo inahusika na habits katika maisha yetu. Kuna habits zingine ambazo zinatakana zikabiliwe. Kuna vitu vinakukwamia. Wakati unainua imani yako katika maombi ya kufunga na kuomba, unapigana vita vyako vizuri, unafaulu. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ningependa ujue kwa mlima Zayuni nini kinafanyika. Sikusikii, mbona hauongei? Nini inafanyika kwa mlima huu Zayuni? Maajabu ndio hii. Hii ukombozi sio yako peke yako, pia ni watu wengine. You have the right to bring deliverance to others. Una haki ya kuleta ukombozi kwa wengine. Where you go, popote uendapo, there must be deliverance. Lazima kuwepo na ukombozi. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. You are a carrier of deliverance. Wewe ni mbeba ukombozi. You are a minister of deliverance. Wewe ni mhuduma wa ukombozi. That's why ndio sababu your faith imani yako must be built up, lazima ijengwe to bring deliverance, kuleta ukombozi. Second thing, kitu cha pili, according to the prophetic word of God in Obadiah, kulingana na neno la Mungu la kinabii katika Obadiah, upon Mount Zion, juu ya mlima Zayuni, there shall be kutakuwa holiness. Na ukombozi. Holiness. Somebody say holiness. Mtu aseme utakatifu. Somebody say holiness. Mtu aseme utakatifu. I don't hear you. Siwasikii. The word holiness, neno utakatifu, have been announced, limetangazwa for people who dwell on Mount Zion. Kwa watu wanaokaa katika mlima wa Zayuni. There is a provision, kuna upeanaji of holiness, wa utakatifu, to Mount Zion dwellers. Kwa wakazi wa mlima Zayuni. We are given. Tumepewa. It is released through Christ. Imeachiliwa kwetu. Oh, lay hands on your chest and say, mkono kwa kifua na useme, Mungu Baba nakushukuru kwa kunipa ruhusa, na kuniwezesha nishiriki utakatifu wako. Umesababisha, umefanya iwezekani mimi niwe mtakatifu. Brothers and sisters, wandugu kwa wadada, there was no way, hakukuwa na njia yoyote for you to be called a holy person. Kwako wewe kuitwa mtu mtakatifu. No way. Hakuna njia yoyote. The only person who made it possible, mtu wa pekee aliyeifanya ikawezekana, is Christ our Savior. Ni Kristo mwokozi wetu. He made it possible. Aliifanya ikawezekana. Why? Kwa nini? All have sinned and come short
of the glory of God. Wote wametenda dhambi na All of us. kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sisi wote. Sin limits. Dhambi inaleta vipimo. Yeah. But Jesus, lakini Yesu made it possible. Aliifanya ikawezekana. Once we were sinners, mara tulikuwa wenye dhambi, and then he made it possible na akaifanya iwezekane for you to partake of his holiness. Kwako kuwa muhusika wa utakatifu wake. The moment wakati tu you excel on Mount Zion, unapostawi katika mlima Zayuni, you become a candidate of his holiness. Unafanyika mtu anayetakana utakatifu wake. You become a partaker. Unakuwa muhusika. No matter how sinful you are, licha ya jinsi ulivyokuwa mwenye dhambi, you become somebody unafanyika mtu who can share, ambaye anaweza shiriki the makadesh of God, makadesh yake Mungu, the holiness of God, yani utakatifu wa Mungu, which failed mankind, ambayo mwanadamu alikuwa amepungukiwa nayo. Maybe you have come across of pictures. Pengine umewahi pata ama kuona picha. A valley, bonde, and somebody is trying to go or to cross to the other side. Bonde na mtu anataka kufuka kwenda ngambo nyingine. But there was no way, lakini hakukuwa na njia of crossing to the other side. ya kupita kwenda ngambo nyingine. And the artist drew, na mchoraji akachora, a cross, msalaba, a sign of a cross, ishara ya msalaba, and put it in the middle. na akaiweka katikati. It became a bridge, ikafanyika daraja, for somebody to cross to the other side. ya mtu kuvuka kwenda ngambo nyingine. Now, child of God, sasa mwana wa Mungu, you cannot access the holiness of God. hawezi fikiria it is only through Christ our Savior. It is the work of salvation of Christ. Ni kazi ya wokovu wa Kristo. Somebody say amen. Mtu asema amina. I thought you raise up your hand and say, Father, thank you. Laiti ungeinua mkono wako na useme Baba asante. Holiness, utakatifu, is not something you try so hard. Si kitu chenye unajaribu sana. But it's something you receive. Lakini kitu unachokipokea. And allow the Holy Spirit to take you through. Na uruhusu Roho Mtakatifu akupitishe kati. Because you are a candidate of that. Kwa sababu wewe ndiye muhusika. You are partake of God's holiness. Wewe ndiye muhusika wa God is holy. Mungu ni mtakatifu. But he chose to dwell on Mount Zion. Lakini alichagua kukaa katika mlima Zayuni. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. He made you to be his habitation. Alifanya kuwa makazi yake. Now I want to teach you a little bit. Sasa nataka nikufunze kidogo. If you are writing something, get kama this. unaandika, andika hii. There are 3 P's. Kuna vipengee vitatu. P like people. Kuna vitu vitatu which defines the work of holiness. Inayoashiria kazi ya wokovu, ya utakatifu. The first P is called positional. P ya kwanza ni ya kuwekwa katika nafasi. P number 2 is progressional. Ya pili ni ya kuendelea. And P number 3 is perfect. Na pia tatu ni ukamilifu. That defines the holiness of God. Hii inaelezea utakatifu wa Mungu. I begin with the first P. Naanza na P ya kwanza. Positional holiness. Utakatifu wa kuwekwa katika nafasi. You see, unaona, God qualifies you when you are not qualified. Mungu anakuhitimisha wakati wenye haujahitimu. What a blessing. Hii ni baraka kiasi gani? He calls you his child. Anakuita mwanawe. And the moment he calls you his child, na mara anapokuita mwanawe, you become a saint. Unafanyika mtakatifu. Jerekia jirani yako mkono, mwambie mtakatifu habari yako. Unajua baadhi yenu mlifikiria utakuwa mtakatifu ukikufa na baba wa Roma atangaze kwamba huyu ni mtakatifu. Mtakatifu Yusufu, sijui mtakatifu nani. Lakini nataka ujue, si ndivyo baba yetu anatuangalia. Yani anasababisha watu wasiohitimu na anawahitimisha wawe watakatifu. Hitimu ni nini? Wewe kufanyika mtoto wa Mungu. As many as received him, kwa kadri ya wengi walivyompokea, to them gave he power.
kwao aliwapa nguvu, ability, uweza, position to nafasi become ya the kufanyika children of God. wana wake The Mungu. moment you become a child of God, Mara ulipofanyika you mwana wa are Mungu, positioned umeingizwa katika in God's nafasi holiness ya utakatifu wa Mungu without any work, bila kasi yoyote, simply by faith. kwa urahisi tu, kwa njia ya Have you imani. got it? Je, umeipata? Umeishika vizuri. Hiyo ndio mlango ya wokovu ambayo inashinda ulimwengu vile anavyofanya. And the second P is Na pia pili ni progressive. Now the first B, it gives you a journey basi, pia kwanza inakupa nafasi safari for you to grow in the holiness of God. kwa wewe kukua katika utakatifu wa That's Mungu. why it's progressive. Ndio sababu ni ya kuendelea. You grow. Unakuwa Vitu vyenye ambao ulikuwa hata tamaa ya kuvuta sigara inaenda. Aya, hii kitu kumbe inaenda. Aya, hata kama ulikuwa, yani kuna jamii nyingine, yani ni uongo ilizaliwa huko. Umewahi kuwa na jamii ya namna hiyo? Na ukazaliwa kwa jamii ya namna hiyo, yani ni jamii ya uongo. Kila mtu huko ni muongo. Upendo ukosa kupenda. Na kama umezaliwa kwa jamii kama hiyo, automatic. Mpaka tumesema kumbe msichana yetu anaolewa kwa jamii gani? Wacha. Mtoto yangu sipeani huko. Kwa nini? Yani kuna watu wengine vitu vimewakwamia. Wengine ni roho ya kuiba. Kuku yake kipita tu kona namna hivyo, hautasikia. Imeenda. Yani uwizi wa hali ya juu. Unaweka hapa pesa, hata unashindwa pesa iliendea wapi. Na wewe ndio ulikuwa na pesa. Paka hata unaweza kukombanisha bibi yako, mwambie wewe mama umechukua pesa yangu. Yani kuna watu wako na roho ya kuiba. Lakini wacha niwaambie, kwanza akisha kupata first B, kuna kitu kinafanyika juu yake. Inaitwa progressive holiness. utakatifu unaoendelea. Hapo ndipo tunaita growing up in Christ Jesus. Vitu vinaanza kubadilika. Mimi kabla sijaokoka nilikuwa ninapenda neno haki ya Mungu. Kila kitu na ninadanganya watu. Lakini ni haki ya Mungu. Wakati nilipookoka nikasikia neno la Mungu kwamba usiape kwa kichwa, kwa nywele, kwa Zayuni, usiape. Ndio yenu iwe ndio. Nikaokoka upya tena. Hiyo nikaona hiyo kitu ninaichukia mpaka leo. Hautawahi kusikia mimi nikisema haki ya Mungu. Lakini kuna watu, ukisikia dada amesema haki ya Mungu, usimuonee vibaya, ako kwenye barabara. Kuna progression inaendelea, progressive journey, si ni kweli? Akanaenda. Hii ndio sababu ukipata mtu alikuwa ameokoka na ukamwombea akasema ameokoka, lakini ukaangalia kwa kona useme ndugu, yani unavuta sigara. Usifanye hivyo, ambia jirani usifanye hivyo. Please help me. Don't do that. Usifanye hivyo. Huyo mtu ako kwa barabara ya mabadiliko. Bwana asifiwe sana. Hata unaweza kusema hata mimi kitu ilikuwa navuta ilinisumbua, na hata hii kukusumbua, lakini ndugu, huyo Yesu anajua kungoa vitu. Bwana asifiwe sana. Mpaka hiyo kitu inaanza kuondoka. Amen. So kuna progress, kuna kuendelea. Somebody started weak. Mtu alianza kiudhaifu, but in this process, lakini katika hatua hizi you see things changing. Unaona vitu zikibadilika. The conversation change, maongezi habits change, tabia everything change. Kila kitu kinabadilika. Because this person has stepped level 2. Kwa sababu huyu mtu amekanyaga katika hatua ya pili. And then level 3. Na hatua What's ya 3? The last level? Ya mwisho ni gani? Perfect. Ukamilifu. The perfect holiness. Utakatifu kamilifu. Let me tell you this. Hebu niwaambie hii. Somebody can be perfect on this earth. Mtu anaweza kuwa mkamilifu katika ulimwengu huu. Yeah. Ndio. We might fail in one way or another. Tunaweza shindwa katika njia moja ama nyingine. But there is a level of perfection. Lakini kuna kiwango cha ukamilifu. Let me admit. Hebu nikubali. As your bishop. Kama askofu wenu. I'm not perfect.
mimi si mkamilifu, but I know lakini najua in my journey katika safari yangu I'm walking in his perfection. natembea katika ukamilifu wake. I'm walking in his perfection. Natembea katika ukamilifu wake. Things may not be very perfect, Pengine mambo yasiwe, but I'm walking in his perfection. lakini natembea katika ukamilifu wake. I might be offended in one or another, Naweza kwazo kwa njia but moja I'm ama stepping in his perfection. nyingine, nakanyaga katika Somebody ukamilifu must wake. step there. Mtu lazima akanyake Are pale. you getting what I'm Je, saying? unapata ninachokisema? Usikubali shetani akukalia aseme hakuna, there is no way, na akutupe kwenye takataka yenye watu wanatupanga. Hapana, toka huko, peleka mguu yako mbele, sema I'm stepping in my perfection. Let me hear you. Never remain there, never Usiwahi baki compromise. pale. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. This perfection Ukamilifu huu will be complete utakamilika or perfected ama itakamilika when you get out of this body, unapotoka katika mwili huu, because this body has its own limitations. kwa sababu mwili huu una mapungufu yake. But time is coming, Lakini wakati unakuja, we are getting out of this body. tunaondoka katika mwili huu, We are going there. tunaelekea kule. Soon we'll be there. Hivi karibuni tutafika kule, But lakini don't remain behind. usibaki nyuma. Stretch your feet Nyosha mguu wako and step where? na ukanyake wapi? Step where? Ukanyake wapi? Katika Perfect. ukamilifu. It's not perfection, it is holiness. Perfection in holiness. Ukamilifu katika utakatifu. From this mountain Juu ya mlima huu there will be holiness, utakuwa na utakatifu. and then understand those 3 P's. It will help you. Uelewe hizo P3 itakusaidia. Allow me to conclude with the last announcement of, Niruhusu nimalizie na tangazo la mwisho. upon Mount Zion, Juu ya mlima what Zayuni, will happen to the people of nini God itafanyika kwa watu wa Mungu? possessing their possession? Let me hear you. Watamiliki miliki Possessing their possession. Let me hear you. Possessing their possession. You see, it is not only deliverance, Unaona, si ukombozi tu, not only holiness. si utakatifu tu, There is something else. lakini kuna kitu kingine zaidi. It's called possessing your possession. Inaitwa kumiliki miliki zako. In the simple term, Katika usemi wa is rahisi, for you to inherit. inamaanisha wewe kurithi. You are given the right to inherit. Umepewa haki ya kurithi. Why? Kwa nini? Jesus, our Lord, Yesu Bwana wetu purchased through his blood alinunua kupitia damu a yake people called by his name, watu walioitwa kwa jina and lake, has given them na amewapea privileges. tunuku. Somebody say privileges. Mtu aseme tunuku. Don't think that in salvation Usifikiri kwamba katika there wokovu is no blessing. hakuna baraka. Hapana. God has given us privileges. Mungu ametupa In tunuku. Christ Jesus there are privileges. Ndani ya Kristo Yesu kuna tunuku. I have seen it. I am Nimeiona. a witness Mimi ni shahidi that yes, there is a possession. kwamba ndio kuna milki. So possession, you can look at it in these simple words: Basi kumiliki unaweza iona kwa njia hii rahisi: wealth, mali, riches, utajiri or property. ama vitu. Possession, Kumiliki, things. kumiliki vitu. So allow me to sum up with one word, that they are material blessings. Niruhusu nimalizie nichumulishe kwamba ni vitu vinavyoonekana. Material blessings. Baraka za kiasili. Good. Material blessings. Baraka za kiasili. Riches, Utajiri, wealth, mali, property, vitu. things. You see, Unaona, one day siku moja Peter faced Jesus face to Petero face, alimkabili Yesu and he posed a serious question. na akatoa swali ngumu. Pastor Ross, this is what he said: Mchungaji Ross, hivi ndivyo Petero alisema: we have forsaken everything tumeacha kila kitu and followed you. na tumekufuata. What are we going to benefit from this? Je, tutafaidi nini kwa kukufuata? Jesus answered that question. Yesu alijibu hilo swali: Those who have forsaken wale ambao umewacha things vitu for my kingdom, kwa ajili ya ufalme wangu they will have double. watapata marudufu.
brothers, wandugu, sisters, wadada, family, jamii, property, mali, things, vitu, and in the life to come, na katika maisha yanayokuja, eternal life. uzima wa milele. Wow. So we see Basi tunaona Jesus telling us Yesu akituambia it's not only spiritual, sio vitu vya kiroho tu, but he's saying lakini anasema even material things hata vitu vya are for kiasili my children. ni vya wanangu. This is how he practiced it. Hivi ndivyo ninavyoitendea kazi. This is how he practiced it. Hivi ndivyo alivyoitendea kazi. They had run out of wine. Walikuwa wameishiwa na divai, Natural thing. vitu vya kiasili. Wine was like buying sodas for during the wedding. We're ready to do a wedding this year. Divai, nani yako tayari kufanya harusi This year mwaka huu? we're ready to do a wedding. Yeah, wandugu hakuna mwenye ambaye ana maono. Okay, we'll pray for you. Tutawaombea. Now, they ran out of wine. Basi divai iliisha. Now, this is not pombe. Na hii haikuwa pombe. Even though wine can make alcohol. Haijapokuwa divai inaweza tengeneza pombe. But this was a refreshment. Lakini hii ilikuwa In kinywaji. ceremonies. Katika sherehe. The way you buy sodas. Jinsi unavyonunua Or soda. juices. Ama juice. For your visitors. Kwa ajili ya wageni wako. Until Hadi God finished. ikaisha. And they began to look to each other. Tutafanyaje? Wakaanza kuangaliana watu. Wamama mmewahi kusavu wageni alafu unaona hii wing yote hakuna kiti imewafikia na ni watu bado. Wamama si mnajua hiyo? Yaani unasavu watu na unaangalia pande hakuna kitu wamepata na viti na chakula imeisha. Hiyo nayo pia ni changamoto. Ndivyo ilivyokuwa. Mary akaconnect. Akamwendea. Akamwambia, Bwana, wameishiwa na divai. Napenda wakina mama kwa kanisa kama kina Mary. Wanachokoza miujiza mpaka itokee. Wanachokoza vitu mpaka vinafanyika. Yesu akamwambia, mama, my time is not yet. Wakati wangu bado. Kumbe hata kama kitu si cha wakati huo, kwa sababu yako Mungu anaweza kusababisha ikufikie, kwa maana ni baba yako anakupenda. Shambia mtu kwamba Mungu anakupenda, Mungu anakupenda, Mungu anakupenda. Na hata kama umechelewa, Mungu ana uwezo wa kusababisha upate muujiza wako. Inua mkono wako, sema kwa jina la Yesu, muujiza wangu inakuja. Hata kama haionekani, Bwana Yesu unasababisha inifikie katika jina la Yesu. Hilo ni ombi la maana. Usivunjike moyo, mtoto wa Mungu. Vitu vinaweza kwenda mrama, mambo yanaweza kuwa magumu, lakini mkumbuke Yesu aliyegeuza maji kawa divai. Akageuza maji kawa divai. Na ilihitaji watu wa operesheni ya imani ndio wafanye katika hiyo ofisi. Mama alipomwambia Yesu, huyu mama ni wa muujiza. I like it, such ladies in the church. Si wa kulala kwa church. Yani vile alikuja ngembulile mara necha. Si Mary. Ameongea na Yesu, mara ameenda amemwambia chenye atakachowaambia fanya. Huko ametupa neno, hapa ametupa neno. Mama usikae kimya kwa nyumba ya Mungu na kazi. Baba usikae pure kwa nyumba ya Mungu na kazi. Unahuduma, tingiza jirani mwambie unahuduma. Unahuduma kwa nyumba ya Mungu. Unahuduma kwa nyumba ya Mungu, usikae pure. Ati bishop nimengoja wanachakue. Nani atakuchagua? Amka fanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wanangojea wakuchague. Amka fanya. Mary nani alimchagua? Alichokoza miujiza kwa kanisa. Alichokoza miujiza mpaka ikatokea. Kuna watu wamengojea muujiza yako, na mpaka uichokoze mpaka itakapotokea. Somebody say amen. Na Yesu alipoona watu wameandaliwa na imani, akakuja akawaambia, enda chota maji. Ni divai waliohitaji au ni maji walitaka?
Usipojua kuconnect kwa imani utaleta confusion. Utaleta confusion ndugu. Lazima uelewe vitu. Enda chota maji. Wakachukua mitungi zao wakakimbia kwa mto hapo kwa kisima cha Yakobo. Wakaleta maji. Akasema chaza hizo mitungi zote za divai. Wakaenda sijui how many times lakini wakazijaza. Hao wafanyakazi mimi nawapenda. Watu wanasema atakawana kazi kwa nyumba ya Mungu. My God, my God. Na Yesu anawaambia mmejaza, wasema imejaa. Ambia fanya hivi. Chota hiyo chota hakusema maji. Sema chota mkaanze kugawia watu. Hapo sasa kuna hitaji watu ambao wako na network ya kiroho. Hapo chukua anza kugawia watu. Kumbuka si kwamba divai ni nini? Ni maji. Chukua peana. Wao kazi yao ni kutii. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Are you hearing what I'm saying? Nakupenda utakula mema ya nchi. Are you hearing what I'm saying? Wasikia ninachokisema? If you are willing and obedient, you do what? Ukiwa hiari na mtiifu utakula nini? I'm about to pray for you. Karibu niwaombee. I'm about to pray for you. Ni karibu kukuombea. Look at this miracle. Angalia muujiza huu. Look at this miracle. Angalia muujiza huu. A natural miracle. Muujiza wa kiasi. A physical miracle. Muujiza wa kiasi. Taking place. Unatendeka. Which speaks about God's supply. Ambayo inanena kuhusu upeanaji wa Mungu. And they acted by faith. Na wakatenda kwa imani. They obeyed because they heard the word of Mary saying. Waliitii kwa sababu walisikia neno la Maria likisema. Nataka ni connect na nyinyi msisi. Unajua kitu ambacho mimi nachukia Wabukusu ndio hii. Nachukia Wabukusu kwa neno moja. Yaani mundu kekhala mchachi na akhoza kumna. Unajua Kenyaka anasema alimistaka na khairu achwasi. Mimi sitaki hiyo. Nisaidie ambia jirani mwambie no bishop hataki hiyo. Baba hataki hiyo vitu kama hiyo. Sikia watu wa Mungu. He told them. Aliwaambia. Mary had given instructions. Maria alikuwa amepeana maagizo. Do whatever he tells you to do. Kile ambacho atawaambia kufanya. Let me hear you say follow instructions. Follow instructions. Sema fuata maagizo. Yani akili zetu hizi ziliumbwa kama zimesika kitu ugeuzo peleke pande hazitaki. Kwa mfano watu walizoea usipowekea mkono haamini anapona mpaka ulete mkono. Nani aliroga sisi? Do what he tells you to do. Fanya kila anachokuambia kufanya. That's why the centurion ndio sababu ile towashi amazed Jesus. Alimshangaza Yesu. Why? He said, alisema, speak the word nena tu and my servant will be made whole, will be healed. He was not waiting for a hand. He was connecting in the supernatural and he got his miracle. The workers in this wedding connected the words of Mary because the word of Jesus is very powerful. Take and serve. Take and serve. They simply obeyed and the miracle took place in their hands. Today you are going home with your miracle, I said. Today you are going home with your miracle, I come. In the name of Jesus Christ. Simama kwa miguu yako. Because upon Mount Zion there shall be deliverance. There shall be holiness. And the house of Jacob shall possess her possession. You are going to possess your blessing. You are possessing your healing. You are possessing your financial breakthrough. You are possessing everything that God has declared. The land you are about to buy, you will buy it. Your possession is coming. Your employment is coming. Your financial breakthrough is coming. Raise up your hand and pray with me this prayer. Sema Mungu Baba yangu, kwa jina la Bwana Yesu,
nasimama kwa neno lako. Siku ya leo unaniingiza kwa umilikaji wangu, umilikaji wa baraka zako, umilikaji wa upeanaji wako. Sitapungukiwa. Breakthrough yangu inakuja, malango yangu inafunguka, favor yangu inakuja kwa jina la Yesu Kristo. Chenye shetani aliiba inarudishwa. Anza kuongea hivyo, anza kuongea hivyo. In the mighty name of Jesus of Nazareth, I pray today that God's people are moving in their possession. Come on, lift up your voice, lift up your hands and begin to call those things. Aradashikataba shebredola kaya manzi listabare berakata bashegrede nanalamo lo sobratia kata barana la babosa imbrista kabaste labai. Oh kradiana mama shandalabo. In the name of Jesus, lebara dioko de brastata meshataria boko bredin laboste handia paradula sadahaya brodogestita nanamandia. In the name of Jesus Christ, I pray that God's people will possess their possession. The opportunities, no man will take it. In the name of Jesus, there are privileges, no man will take it. In the name of Jesus Christ. Oh my God, my God, my God. Somebody's praying. Pray, 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 pray. Pray for yourself. Pray for your possession. What do you need? What is your challenge? Take your possession now. Receive your possession now. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Oh my God, my God, my God. Today I'm taking my possession. The possession of my ministry, the possession of my miracles, the possession of my financial breakthrough, the possession of divine opportunities. I'm taking it back in the name of Jesus. Shatakalaba sampredi lovaradaba kandalama sipadalama. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Sema kwa jina la Yesu, hakuna atakaye ninyang'anya opportunities zangu, privileges zangu, baraka zangu. Hakuna atakaye iba. Fungua macho niangalie. Siku moja kuna ndugu aliapply kazi, wenzake wanapata, yeye hapati. Walifanya same application, hata wale wajuma wenye walifanya application baadaye walipata na yeye hapati. Hiyo ndugu akachoka, akasema kwani mimi nini mbaya na mimi? Nini mbaya na mimi? Chenye alifanya, alienda kwa mtumishi wa Mungu, akasema mtumishi wa Mungu, nataka uombe na mimi. Nimefanya ma application hasiendi, wenzangu wanafanya tu kwa mchezo wanapata, na mimi hapana. Hii ni nini? Mtumishi wa Mungu akasema acha niende nikuombee. So atuombe saa hii. Akaenda akao katika maombi ya private, akaonyeshwa kipepo kiko uji. Pepo mtu kama mtu lina makalio kubwa, na hiyo makalio limekalia makaratasi ya huyo kijana. Huyo mhubiri akasema hili kitu ndio limekalia vitu ya kijana. Akaenda akamwambia kijana, nimeonyeshwa kuna pepo na makalio makubwa limekalia makaratasi zako, lakini leo ninaenda kuomba kila pepo litaondoka kwa makaratasi hayo na wewe utapata opportunity yako. Ilifanyika hivyo. Leo nasimama hapa kwa jina la Yesu. Chenye shetani alikalia inageuka iwe moto katika jina la Yesu. Ishikwe na moto katika jina la Yesu. Tunuku yangu yenye shetani amekalia, sikia ibilisi, leo toka kwa property yangu, toka kwa baraka yangu kwa jina
Yesu ninakutangazia kila kitu unayofanya ishikwe na moto sasa. Endelea. Iungue sasa. Chomeka. Umezuia baraka za watoto wa Mungu. Umezuia tunuku yao. Chomeka kwa jina la Yesu. Umekuwa kikwazo ya kufaulu kwao. Umekuwa kikwazo ya maombi yao. Chomeka. Dear Heavenly Father, Baba wa mbingu mpenzi, you have allowed me umeniruhusu to share this message with your children. kushiriki ujumbe huu na watu wako. Where there is deliverance, Mahali kuna ukombozi, where there is holiness, mahali kuna utakatifu, where they will get their possessions, mahali watapata miliki zao which is their blessing, ambazo ni baraka given zao. them freely in Christ Jesus. Wamepeanwa bure katika Kristo Yesu. Today as I stand before them, Leo ninaposimama mbele zao, let every woman, hebu kila mama, let every girl, hebu kila msichana, let every boy, kila mvulana, let every man kila mwanaume leave this place with answers atoke mahali hapa na jawabu in the name of Jesus. katika jina. I announce that you shall decree a thing Kwamba and utatangaza shall be established. I decree today no one will be bound anymore. hakuna atakaye, Nobody will be left behind. hakuna atakaye, Nobody will be rejected. hakuna atakaye kataliwa. I speak breakthrough. Na nena upendo, I speak success. nena I kufaulu, speak a blessing. na nena baraka, I speak divine na nena opportunities. fursa za kiungu. Father, I say thank you. Baba nasema Thank you for the name of Jesus. asante katika jina la Thank you Yesu. for the name of Asante Jesus. kwa jina. Come on, you can do much better than that. Unaweza fanya zaidi ya hiyo. Kama umenisikia nikiongea, hata kama sijakwambia topic hiyo, lakini imeunganika na topic ya kusema maneno yako inaumba. Toka hapo kijua kwamba hautaongea kushindwa tena. Toka hapo kijua ya kwamba hautaruhusu shetani akalie baraka yako. Ni yeye ndiye atakayeenda, sio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. I'm praying for my dear viewers. Naombea watazamaji wangu wapenzi. I'm praying for you. Na kuwaombea. You might be going through issues Unaweza kuwa unapitia vitu that has kept you bound. ambazo zimekufunga. But today the word of God is saying, Lakini leo neno la Mungu linasema deliverance is yours. ukombozi ni wako, Holiness is yours. utakatifu ni wako, And you'll possess your possession. na utamiliki miliki zako. No devil Hakuna ibilisi can take it from you. anaweza inyakua I kutoka. pray from today, Naomba kuanzia may leo, you walk in your freedom. hebu tembee katika uhuru May wako. you walk in your healing. Tembea katika uponyaji wako In the name of Jesus Christ. kwa jina la Yesu Be Kristo. aware that we love you Jua kwamba tunakupenda and we are praying for you. na tunawaombea. Praise the name of Jesus. Jina la Yesu.